Katika chart yako huwa kuna mahali unaona kuna North Node na kuna South Node. South Node inasimamia comfort zone yako, mahali unahisi comfort. Unapoingia katika hii maisha, kumbuka huwa nilisema huwa unaingia katika familia ambayo inafanana kama vile ulivyokuwa katika maisha ya kitambo, your past life. So unapata unapoingia katika haya maisha huwa unabeba vitu ambavyo ulikuwa in your past life. Kama ulikuwa ni mtu wa rohoni, masuala ya rohoni, utapata South Node iko kwa Pisces. Ulikuwa ni mtu wa kujitoa mhanga, ulikuwa ni mtu ambaye sacrifice, yani ulikuwa vitu vingi unajukumika, yani wewe ni wa kutumwa, ulikuwa ni slave tuseme. Utakuwa na South Node yako katika Pisces. Ndio maana mimi nikisoma chart yako, kama uko yenu ama generation ilikuwa ni watumwa ama walipitia mashaka fulani wakakosa kupata uponyaji, utaona ulikuwa na mambo ya kujitoa mhanga sana, utapata nini South Node yako ilikuwa in Pisces. Haya, North Node inasimamia, South Node inasimamia comfort zone yako. Mara nyingi vitu ambavyo unahisi comfortable, vitu ambavyo unahisi vinaendana na wewe. Kama tuseme South Node iko kwa Pisces, utapata wewe ni mtu wa rohoni, unaenda na flow, hauharakishi jambo, unangoja Mungu atende, vitu viende sawa. Yani wewe upo tu. Haya, tuseme kwa mfano kama watu wanataka kuchangisha vitu, ama tuseme ni sherehe watu wanataka kuchangisha vitu, wewe unasimama kupika. Kuna watu wenye watatoa. Haya, North Node inasimamia sasa ukiweza kuascend, ukiweza kujifanyia kazi, urekebishe vitu vyote ulivonavyo, uweze kufanya nini? Kusonga mbele. Kama wewe ni mtu wa rohoni, hakikisha hiyo knowledge yako unaitengeneza into materialistic thing, kwa kufundisha watu, kwa kuelekeza watu ili upokee. Si kukaa in the flow wewe tu unangojeaga tu maisha vile inavyoenda unaenda na flow. No, umekuja kujifundisha kutumia knowledge yako ascend ama kujisaidia kupokea. So utakapo ascend utaingia kwa North Node. Ukiwa na South Node in Pisces utakuwa na North Node in Virgo. North Node in Virgo ni watu ambao wako in service. Unapata kama ni sherehe watu wanafaa kuchanga, yeye atachanga. Kuna wenye watapika. So unafaa uwe na mikakati na program. Si unaenda na flow kama vile Pisces, na ngoja Mungu atatenda. Anza kuweka mikakati katika maisha yako. Anza kujifanyia kazi hiyo knowledge yako ulionayo, uanze kuleta hela. So North Node inasimamia lessons ambazo umesoma katika maisha. Aya, weaknesses zako utazirekebisha vipi, mapungufu yako, ili kuweza kufanya nini? Ascend ama kupandisha hiyo nyota. Unapata watu wengi sana ukiwa katika South Node yako, comfort zone yako, unapata maisha inafika mahali inakwama, haiendi. Sasa unapata mtu anaanza kuangalia nimerogwa. Wakati unapopata kumekwama, jaribu kuangalia North Node yako iko wapi. North Node yako ndio imebeba nyota yako, jinsi nyota yako itakavyo ascend. Kama iko in Virgo, unajua wewe utakuwa ni mtu wa service. Anza kuweka mikakati. Enda na program. Jipange, mimi nikiamka asubuhi nitafanya hivi, nafanya hivi, nitaenda hivi. Kazi yangu nitaipanga hivi na hivi. Sikukaa tu I will go with the flow. Utakwama. Tukitoka hapo tunaingia kwa Chiron. Chiron amesimamia wounds. Maumivu yako, vitu ambavyo pain ambayo uko nayo. Kumbuka nilisema kuna ancestors ambao huwa hawakupona katika ukoo, na usipopona katika jamii unapata kuna vitu fulani ambavyo haviji kwako kwa urahisi. Unapata Chiron maybe iko in Scorpio. Chiron in Scorpio, kumbuka Scorpio amesimamia the dark side, mambo na crossing over, kusaidia maroho kuweza kucross over. Utapata mambo na death, maybe mtu wako wa karibu sana alikufa. Sasa wewe umbeba tu hiyo pain, ama kuna kitu kilifanyika. Sasa hiyo machungu iko tu, unasema huyo ndiye alifanya. Kwa hivyo kuondoa hayo machungu inakuwa ni mashaka sana. Wewe umebaki tu na hiyo ninio ndani mwako. Alafu pia inasimamia jinsi wewe mwenyewe yani unavyoserve watu, ama ninio kwa watu. Utapata kwa mfano kwa sababu kama tuseme iko kwa Chiron, iko in Scorpio. Scorpio amesimamia mambo ya debts, urithi, vitu kama hizo. Maybe baba yako alikosa kukuridhisha vitu, ama ulikosa kupokea. Unapata hiyo ni wounds ambazo ziko ndani mwako. Jinsi unavyoserve watu, wewe ni mtu ambaye unaserve watu vipi? Vitu ambavyo umpokea katika maisha yako. Wewe ni mtu wa kufinya sana ama kuhangaisha watu? Ndio hiyo Chiron ikiwa kwa nini yako. Tutoke hapo tuingie kwa conjunction. Conjunction ni sayari zile zimesimama katika degree moja. Utapata kama Mercury in conjunction to Mars.
hiyo planet ambayo itakuwa juu yake itashinda nguvu hiyo. Itakuwa ina nguvu sana. Tuseme Mercury conjunction to Mars in Aries. Utapata Mars kwa sababu Mars ni sayari ambayo ina nguvu sana. Sayari ambayo imebeba nguvu nyingi, ina haraka, maspidi sana. Utakuwa ni mtu ambaye kama iko in Aries, utakuwa ni mtu ambaye unakurupuka kufanya jambo kabla ya kufikiria. Ndio maana ya nini? Conjunction. Opposite inasimamia limitations, struggles na challenges ambazo zitakuwa kwenye hiyo sign ambayo opposition itakuwa. Maybe unapata sun opposite kitu fulani katika nini ambayo itakuwa kwenye kundi ambayo itakuwa. Utapata huyu ni mtu ambaye anapambana sana katika masuala ya nini? Ya self, jinsi unavyojionyeshana huku nje, kwa sababu sun imesimamia self, vile unavyotembea huko watu wanakuona aje, unapata recognition, vitu ambavyo unafanya, how will you be recognized, vitu kama hizo. Ukifanya kitu kama ni biashara, unapata ni mtu wa kupambana, sijui niweke hivi ama niseme hivi, niende hivi ndio ikue, unapata kupambana sana. Lakini ukijifanyia kazi upate kujua hiyo sign vizuri mahali ilipo, utapata kuweza kufanya nini? Kurekebisha na ascend ama kuweza kujisaidia. Nitafunza hiyo polepole tukiendelea mbele. Ama ukipata kama iko opposite moon katika sign fulani, utapata wewe ni mtu ndani kwa ndani, kwa sababu moon imesimamia masuala ya rohoni, ndani kwa ndani unapata kupambana sana na masuala ya rohoni. So tutaongelelea hiyo tukiendelea mbele. Tuingie kwa trine. Trine ni natural gifts, zile vipawa vyako ambavyo ni naturali ambavyo uko navyo. Unapata trine iko in tuseme, wacha nimpe mfano, trine iko in Aries. Utapata uko na leadership traits. Wewe ni mtu ambaye ukisimama tu ukiongoza watu, ukiambia watu itakuwa hivi, itafanyika hivi, inafanyika kwa urahisi sana. Trine inasimamia natural gifts, vitu ambazo ziko available kwako, vitu ambavyo ukifanya zina bring out the best in you. Unapata mtu akona trine maybe katika Pisces, unapata ni mtu ambaye akona vipawa mbalimbali. Unapata ni mtu ambaye akisimama akiongoza watu, akifanya nini, jinsi anavyojiexpress, unapata yuko sawa. Tuseme kwa mfano Jupiter ina trine kitu fulani kwa Pisces. Unapata ni mtu ambaye kwa sababu Jupiter imesimamia masuala ya nini? Kupanua jambo. Unapata ni mtu ambaye akiingia katika masuala ya rohoni, kama ni anapata hizo gifts zote 12. Anaona, anasikia, ananena, anafanya nini? Hizo zote unapata yuko navyo. Hiyo ndio maana ya nini? Trine. Haya, sextile ni wakati sayari ama planets katika hiyo sign yenye ziko 60 yani ziko umbali wa degrees 60 away from each other, yani sijui nitawaelezaje. Yani unapata planets ziko sextile, tuseme Mars sextile Jupiter, lakini degrees zake ziko 60 degrees away apart. So unapata ni mtu ambaye unapata ukitumia hiyo sign vizuri inaleta opportunities nyingi sana kulingana na hiyo sign yenye iko. Kama tuseme iko katika Taurus, unapata ni mtu ambaye ukifanyia kazi ambayo bado nitafundisha, kama hiyo sextile planet fulani na sextile planet fulani, kama ni sun and moon, sun sextile moon, unapata ni mtu ambaye ukiingia katika masuala ya kazi, biashara yoyote, na ujiweke sawa, kwa sababu sun ni mtu ambaye self, unaangalia self, jinsi ya kujiweka, jinsi ya kujibeba, unaanzisha jambo vipi hivi, the way watu wanakuona. So ukishajifunza kujiweka sawa, ama ukishajifunza kujitoa, jinsi mimi nitaweka biashara zangu zitakuwa hivi, ama nitafanya hivi, recognitions, vitu kama hizo, nitaweka biashara zangu za matunda lakini nitazipanga hivi, nitafanya hivi mwenyewe, nitaongea hivi, basi unapata mambo yanaenda vyema. Ndio maana ya nini? Ndio maana ya sex star. Kuna hii Black Moon Lilith iko katika sign yako. Unaweza pata Black Moon Lilith iko kwa Libra, iko kwa Leo, iko kwa nini. Black Moon Lilith inasimamia shadow side yako. Kumbuka nilisema tuko na our lighter side na tuko na our darker side. Black Moon Lilith inasimamia shadow side yako, vitu ambavyo hujafanyia kazi.
Inasimamia pia your desires. Inasimamia aibu yako, vitu ambavyo unaona aibu. Mimi nikiongea wataniambia hivi. Inasimamia vitu kama hizo. Inasimamia pia soul purpose yako. Inasimamia pia vitu ambavyo unafaa kuviweka katika mwangaza. Unaona vitu ambavyo unavificha ficha hivyo, aibu, uoga, sijui nikisema nini wataniambia, watanisema. Hiyo vitu ambavyo unaficha vyote, ndugu, ukiviachilia, ukivifanyia kazi, ndio vitakuja kukuinua katika maisha yako. So overall mimi nitakwambia birth chart yako huwa imebeba hizi sayari, everything enye iko kwenye hiyo birth chart yako inakufananisha tu kama vikundi fulani. Unaweza pata wewe ni mtu wa Aquarius lakini uko na tabia zingine kama za Virgo, una tabia kama za Libra, mara unajipata ni kwa tabia za Scorpio kwa sababu ya hizi sayari. Ikiwa sayari ya fulani itakuwa katika nini fulani, utakuwa na tabia kama hiyo. Ikiwa utakuwa kwenye kundi fulani, utakuwa na tabia fulani. Utapata wewe ni kweli mimi ni maji lakini niko na tabia kama za Gemini. Ndio maana unapata kuna hizo nini mingi, life path, sijui nini. Hizo zote ukiingia katika hii chart yako utakuja kuzipata. Anyway, kufikia hapa nafikia mwisho wa hii chart. Nitakapoendelea nitakuwa nafundisha hizi vitu zikiwa kwenye ninio, zitakuwa nini, tutaenda polepole mpaka mtapata kuelewa hizi chart. Anyway, ukitaka kusomewa generational chart, mimi ninasoma